Katika kile kinachozidi kuwa mgogoro wa kisiasa, kijeshi na kimaadili kuhusu mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran, taarifa mpya zimeendelea kuvutia hisia za kimataifa kuhusu Rais Donald Trump akishambulia vyombo vya habari, Pentagon ikisisitiza mafanikio ya operesheni na wataalamu wakitofautiana kuhusu athari halisi kwa programu ya nyuklia ya Iran. Donald Trump kupitia ukurasa wake wa Truth Social ametoa kauli kali akiwashambulia waandishi wa habari waliotoa ripoti kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran hayakufanikisha lengo kuu la kuharibu kabisa programu ya nyuklia ya taifa hilo. Alisema waandishi hao watapigwa kalamu na kwamba taarifa hizo ni propaganda ya uongo iliyoundwa kumchafulia jina. Ripoti hizo zilizotolewa na CNN na The New York Times zilinukuu tathmini ya awali kutoka kwa Defense Intelligence Agency DIA ya Marekani ambayo ilidai kuwa mashambulizi hayo yamechelewesha tu programu ya nyuklia ya Iran kwa miezi michache badala ya kuiangamiza kabisa. Trump alipinga vikali kauli hiyo na kuwatuhumu waandishi kwa kushirikiana na wapinzani wa kisiasa kueneza uongo. Wakati huo huo, maafisa wa ngazi za juu wa Pentagon wametoa taarifa wakisema mashambulizi hayo yanayojulikana kwa jina la siri la Midnight Hammer yalikuwa mafanikio ya kihistoria ya kijeshi. Kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa Washington Post na AP News, mashambulizi hayo yalitekelezwa kwa usahihi wa hali ya juu. Jenerali Dan Kane na Pete Hegseth, wakuu wa majeshi ya pamoja Joint Chiefs of Staff, walieleza kuwa mmoja wa marubani walioshiriki katika operesheni alisema hilo ndilo mlipuko mkali zaidi aliyowahi kuuona maishani mwake. Mabomu yote 6 yalianguka mahali pale pale walipopalenga. Fordo ni kituo cha chini ya ardhi kinacholindwa kwa urefu wa mita 80 chini ya mlima kilichojengwa ili kuhimili mashambulizi ya angani. Mabomu yaliyotumika aina ya GBU-57 Massive Ordnance Penetrators MOP yameundwa mahususi kupenya chini kabisa na kusababisha uharibifu mkubwa. Mabomu 12 yalilengwa Fordo huku mengine yakielekezwa Natanz na Isfahan. Taarifa kutoka shirika la Reuters na ISI ImageSat International zilitambua maeneo yaliyoathirika katika kituo cha Fordo. Picha za satellite zinaonyesha mashimo makubwa na kuharibika kwa njia za hewa, ventilation shafts, ishara kwamba uharibifu ulilenga miundombinu ya msingi ya kuruhusu hewa ndani na nje ya kiwanda. Hata hivyo, wataalamu wa silaha za nyuklia kama David Albright wa Institute for Science and International Security ISIS wamesema bado kuna mashaka kama uranium ya kiwango cha juu iliteketezwa au ilikuwa imehamishwa kabla ya mashambulizi. DIA ilieleza kuwa mashambulizi haya huenda yamechelewesha tu programu ya Iran kwa miezi michache, sio kuiharibu kabisa. Taarifa hii ilitolewa kabla ya taarifa ya kina ya Pentagon na imetajwa kuwa ya low confidence, yani yenye ushawishi usio kamili. Kwa upande mwingine, Iran haijatoa udhibitisho wa wazi kuhusu kiwango cha uharibifu isipokuwa kudhibitisha kuwa mashambulizi yalitokea. Pia imesisitiza kuwa hakuna mionzi iliyovuja kutoka maeneo yaliyolengwa, jambo linaloongeza shaka juu ya kama kweli vifaa vya nyuklia viliharibiwa au vilihamishwa kabla ya mashambulizi. Tukio hili linafungua ukurasa mpya wa mvutano kati ya Marekani na Iran. Ikiwa kweli Fordo imeangamizwa, basi ni pigo kubwa kwa Iran. Lakini kama baadhi ya taarifa zinavyodokeza, ikiwa uranium ilihamishwa, basi bado kuna hatari kubwa inayosalia. Kauli ya Trump dhidi ya waandishi wa habari ni kengele nyingine kuhusu mgongano kati ya siasa na ukweli wa kijeshi. Na kwa ulimwengu mzima, mashambulizi haya yanaweza kuwa mwanzo wa enzi mpya ya mashindano ya nyuklia ambapo vita havitakuwa tu vya makombora bali pia vya taarifa.